tunaelekea gumzo kimataifa. Karibu. Nahitaji tugonge visa. Mimi napaa mpaka pale. Okay. Na wiki iliyopita tulitoka katika kupokea upako ule kuvuka mipaka. Sasa mimi navuka nikiwa hapa kabla sijafika. Unavukia ukiwa hapa ndani ya kipindi. Nakutana na Palestina kule wa Israel. Sasa tukielekea katika anga la kimataifa gumzo, tunaambiwa Palestina wanaokadiriwa kufikia 70 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi makali ya anga ya vikosi vya Israel kwenye ukanda wa Gaza, ambao mashambulizi hayo yametajwa kuwa ni makali tangu utawala mjini Tel Aviv unapotangaza kurejea kwa operesheni ya kijeshi kwenye eneo hilo. Lakini pia imeendelea kwa kusema takwimu hizo za vifo zimetolewa na maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza unaotawalwa na kundi la wanamgambo wa Hamas, ambapo matabibu hao wamesema mashambulizi ya Israel yamezilenga nyumba kadhaa za kaskazini mwa ukanda huo wa Gaza, ambapo hususan kwenye miji ya Khan Yunus, Rafah pamoja na ule mji wa Beit Haya. Sasa imesema kwamba hayo yanaripotiwa wakati ambapo Israel imesema hapo jana kwamba vikosi vyake vimeanzisha operesheni ya ardhini kwenye eneo la ukanda huo wa Gaza kaskazini na kusini mwa Gaza, na ni baada ya ukanda huo kuripotiwa kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha vita yalivyotakiwa yaliyopitiwa tokea Januari mwaka huu, kwa sababu walikaa wakazungumza Hamas na Israel wasitishe mapigano kama tulivyozungumza jana kwamba tutakuwa tuna mfumo wa kubadilishana mateka, na walikuwa wanaenda kwenye awamu ya pili ya ubadilishanaji wa mateka pamoja na wale wafungwa ambao walikuwa Israel. Lakini kilichotokea ni kwamba Israel imeenda kinyume tena na makubaliano yale na kuanzisha tena vita na kujeruhi. Kumbuke kwamba watoto walianza kurudi mashuleni Jumatatu ya wiki hii, lakini pia serikali zile za umoja wa Kiarabu, zile nchi za umoja wa Kiarabu zilishapanga kabisa na kutoa fedha kwa ajili ya kurejesha ule mji katika hali yake, kuweka katika miundombinu mipya na kukwepa ile agizo la Marekani la kushinikiza kwamba wanahitaji kumiliki eneo lile. Kwa kilichotokea pale ni kwamba Israel imezidi kuwa mbishi, na jana waziri mkuu Benjamin Netanyahu alitoa ujumbe kwamba akasema yeye sio kwamba hapendi makubaliano, ni kwamba anachokiona ni Hamas wao ndio wanashindwa kuyaheshimu makubaliano, huku waziri wake wa ulinzi Israel Katz akisema kwamba wamejipanga vizuri kwa sababu kwa mashambulizi. Kwa hiyo kitu kinachoendelea vile, lakini vile vile imesema kwamba imechukua tena udhibiti wa ujia muhimu wa Medzarim, ambapo unawatenganisha upande wa kusini na kaskazini wa ukanda huo, hatua ambayo kundi la Hamas limetaja kuwa ukiukaji wa kusitisha mkataba wa usitishaji vita. Kwa hiyo unaona kwamba kuna ukanda ambao unautenganisha Gaza kaskazini na Gaza kusini. Serikali ya Israel kupitia jeshi lake wanasema ni operation, wao wanaita operation, sisi tunaiona ni vita, lakini kwa wanasema ni operation ya kijeshi katika ukanda huo, huku kitaji kulimiliki eneo hilo kwa upande wa Israel, jambo ambalo Palestina wanapinga na kusema kwamba ni eneo lao kimipaka na kikatiba, kwamba linapaswa kuwa upande wa Israel, upande wa Hamas ambapo ni wanapotoka Palestina. Lakini pia tumeona kule Hezbollah wakiwa wanazidi kuleta vipingamizi. Kumbuka kwamba Hezbollah ni kundi ambalo liko pale Beirut, ambapo linafanya vitu kama vinavyofanyika huko ukanda wa Gaza. Lakini tukielekea kwenye taarifa nyingine, meya wa mji mkuu zaidi nchini Uturuki wa Istanbul, na anayezingatiwa kuwa mpinzani mkubwa wa Recep Tayyip Erdogan, bado yumo mikononi mwa polisi siku moja tangu alipokamatwa kwa madai kwamba ya kuhusishwa na ugaidi. Sasa unaambiwa mwanasiasa huyo mwenye ushawishi mkubwa nchini Uturuki, Ekrem İmamoğlu, ametajwa na kukamatwa Jumatano ya juzi, siku chache tu kabla ya chama chake cha CHP kumtangaza kuwa mgombea wake wa kiti cha urais uchaguzi wa mwaka 2028. Sasa hatua hiyo
inaripotiwa kuwa na kwenye masoko za hisa kwamba nchi hiyo Uturuki na kuzusha lawama na ukosoaji mkubwa kutoka kwa watu ambao wanakiamini chama hicho, na wakisema kwamba chama hicho kimeitisha maandamano makubwa mjini Istanbul kupinga uamuzi huo wa kiongozi huyo kufunguliwa mashtaka. Kiongozi wa chama hicho cha CHP anatarajiwa kuwahutubia wafuasi wa chama hicho jioni, huku wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Uturuki katika mji mkuu wa Istanbul wanapanga kuanzisha maandamano mjini Istanbul kulaani kukamatwa kwa Imamoglu. Sasa unaambiwa waandamanaji wenye hasira kali wametembea katika mji wa Istanbul wakishinikiza kuachiwa kwa kiongozi huyo na kuhakikisha kwamba anakuwa huru kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2028. Huu ni mwaka 2025, lakini tayari wenzetu wao wameshaona kwamba kiongozi anayefaa ni huyu na tunamhitaji na ana ushawishi mkubwa. Recep Tayyip Erdogan ni rais wa Uturuki kwa muda mrefu na amekuwa akishutumiwa kwa matumizi mabaya ya madaraka pamoja na kutumia fedha za umma kwa mahitaji binafsi ya kifamilia. Yani kwamba unachukua fedha kwenye mfuko wa serikali lakini ni kwa ajili ya familia. Leo ni Ijumaa, matanos. Kama una hela weekend inaanzia Jumamosi, lakini kama unayo weekend inaanzia Alhamis. Sawa. Kwa hiyo wewe umeanzia lini weekend? Weekend itaanza Jumapili, itaisha saa 12 Jumatatu ofisini. Sawa, watazamaji, hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha gumzo la habari asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya jumbe hapa naona shauri za watu wa Mungu ambao walikuwa wanafuatilia gumzo hili. Na kumbuka tunasema lengo letu ni kukuhabarisha, kukuelimisha pia katika mambo mbalimbali yanayojiri. Huyu anasema ni Edward wa Dodoma, anasema serikali inajitahidi kuimarisha miundombinu ila binadamu huwaga hatuelewi kuwa tunaharibu. Waache mara moja kuharibu miundombinu. Ni Edward huyo wa Dodoma. Lakini pia tukitazama ujumbe mwingine pia hapa kutoka kwa mtazamaji wetu ambaye alikuwa nasi katika wakati huu. Haya, anasema kwamba huyu ni brother Mangi wa Songea, anasema anawapata vyema kabisa, lakini pia twaiomba serikali itazame barabara ya Songea Makambako kwani haiko sawa, sio pana, pia ina mashimo mengi sana. Haya ni maoni yake huyo. Haya, huyu mwingine anasema ni Peter Charles kutokea Ushirombo, anasema Palestina na Gaza punguzeni vita huko. Ni maoni yake, na mimi huyu alikuwa nasi pamoja. Haya, mwingine anasema nawapata vizuri kabisa nikiwa Kagera Misenyi. Haya, ndugu yetu ambaye uko nasi pamoja. Haya, mwingine anasema kusitolewe. Haya, anasema hivi, kusitolewe huruma yoyote kwa wale wote wanaochezea miundombinu. Ni Paulo Mgosi wa Ilibor. Tutafunga wengi pale. Anasema kusiwe na huruma yoyote. Ni busara tu na watu kuelimishwa, Halima. Si kwamba watu wanapenda kufanya, lakini saa nyingine ni kukosa elimu na kujua athari zinazoweza kujitokeza kwenye uharibifu wa mazingira kiholela. Huyu anasema watoe vibali vingi vya ujenzi wa viwanda ili vijana wapate ajira watakapoenda kuomba kazi kwenye viwanda hivyo. Ni Paulo Peter yuko Buguruni Madenge. Haya, tuko naye pamoja huyu. Haya, mwingine anasema Mama Samia amefanya mengi ya maendeleo ndani ya miaka 4. Ni William Silvar wa Mbulu Manyara. Na hapa ninaona jumbe ni nyingi kweli kweli kabisa, hapa watu wako pamoja. Tunaona ujumbe wako. Huyu ni Rebecca Gresham, tumeona ujumbe wako hapa. Lakini pia mwingine anasema Jafo anafanya vizuri kabisa. Haya, mwingine anasema tunaiombea serikali yetu ya awamu ya 6 iendelee kufanya kazi, hakuna kukata tamaa, bega kwa bega tupo nao. Sawa, mimi nadhani tuishie hapo. Dakika 26 sasa, dakika fupi zijazo tutakwenda kutazama gumzo
tutakwenda kutazama nguvu ya madhabahu. Na nimepenyezewa kipekee leo itakuwa ni live, mtu kupiga simu na kusema kile ambacho Mungu ametenda huku, tukiwakumbusha. Wewe Mungu amekutendea nini kabla tujaondoka hapa? Kupata pumzi na uhai, uzima na afya, nguvu na akili ni kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu, zaidi ya fedha, mahitaji na mengine, sababu naamini vyote hivyo vinatafuta. Unaambiwa shida huwa zinakuja zenyewe, lakini raha unaitafuta, lakini mimi nimeipewa hata kabla sijaitafuta. Mungu amenipa uzima na afya, akili na ufahamu. Hata kufika hapa ni ushuhuda mkubwa na neema kubwa kwa siku hii ya leo. Nikihesabu miaka yangu, kuna ambao nimeanza nao, nikiangalia nyuma naona makaburi, naona vifo, magonjwa, ulemavu, lakini mimi bado ni mzima, nina afya na pumzi, nina nguvu, niko na wewe hapa. Nazidi kufurahi. Niwaambie tu, mimi naondoka naambia hakuna mbaya nzuri, mbaya ni mbaya. Uwe na asubuhi njema kabisa. Basi tunarejea hapa na Lightness Jerry kunako nguvu ya madhabahu. Kwa hiyo jiandae vizuri, utazungumza nini wakati wa kupiga simu, na sauti ya runinga yako ushushe chini kabisa, tusikilizane simu kwa simu, na ujumbe wako tutausoma hapa hapa.